Kuna nini? Ahadi. Ahadi ni nani anafanya kila siku unalia? Anakuuliza wewe kila siku Ahadi ni nani anakutoa machozi wewe? Unatokwa na machozi kila kukicha, unatoka machozi. Kila kukicha unanyongea. Kila kukicha wewe nani huyu mtu? Manake kama jeshi la polisi wangegundua Ahadi hakuna sababu ya kutumia mabomu ya machozi, polisi wangekuwa wanamchukua Ahadi, anaenda anakaa na wapa watu maneno ya shombo, machozi yanawatoka. Hivyo machozi yanawatoka. Lakini sasa sioni. No. Lakini kuna muda naweza nikakaa nikatafakari na nikasema kabisa ni bora Ahadi anachokifanya. Sasa ndio naanza kupata picha. Mwanzo flash ilikuwa itoki. Picha sasa ndio naanza kuipata vizuri. Kwamba Ahadi ni mwanaume wa shoka. Ahadi ni mwanaume pekee anayeweza kumfanya mwanamke akatokwa na machozi, akatokwa na nini. Yaani vitu kaka. Leo tena mimi napigwa. Kisa Ahadi. Ahadi ni nani Ahadi? Ahadi ni nani? Anapelekea mimi napigwa leo. Shit. Sasa naenda kuangalia yale matukio uliyofanyiwa wewe. Amekunyanyasa mara ngapi? Ndio mimi nitakuletea majibu alafu utaona kitu alichokifanya yeye. Shit. Baby, I'm so sorry. No baby, yaani pale umefanya haraka tu kuondoka. Lakini mimi na Neema sio wapenzi. Sisi ni marafiki. Ana Ahadi amekusumbua na amekunyanyasa mara 40. Nisikilize baby. Wewe calm down. Wewe sikiliza. Sitaki kuonekana muuaji, Sitaki nionekane mtu wa kuweza kumdhuru mtu dakika yote, sitaki. Muache mdogo wangu. Sitaki kukuona ukimsumbua mdogo wangu. Sumbua wengine, lakini sio huyu. Peter. Tafadhali sana. Masuala mimi na mke wangu naomba ukae kando. Hayakuhusu. Mimi unaniambia nikae kando? Wewe nikae kando mimi? Baada ya mimi kuna mtu katikati, alafu ndo huyu. Kwa mfano ningemuua mama, huyu ungemuona wewe? Leo ungeweza kupata kitonga? Peter, nakuheshimu sana. Naona sasa unavuka mipaka. Masuala ya mimi na Ana mke wangu tuachie sisi wenyewe, tutayamaliza wenyewe. Tafadhali. Baby. Sikiza niko. Sitaki niache. Yeah! Good idea. Well done. Unajifanya sana kuongea, si ndio? No. Toka. Mimi naipusha shari. I know that's naipusha shari. Kaka Peter. Nakuja. Baby. Sivyo kama unavyofikiria. Pale mimi Neema kuna kitu kwa ananong'oneza tu, akisoma mpenzi wangu. Ukweli nakwambia kabisa. Jaribu kunielewa ninachokwambia. Kaka Peter bwana. Niko tayari. Naomba nipeleke kwenye kitchen party. Lakini usikae mbali. Nikae mbali vipi wakati tunakaa umo wote kwenye kitchen party? Ya wanawake Kaka Peter, naona nataka kuingia. Sasa kitchen party, mbona mimi sina taarifa kama unaenda kwenye kitchen party? Taarifa nikirudi.
Sio ule ushambiwa ya wanawake. Wewe unataka uende kwa ajili ya kitu gani? Kaa pale linda nyumba. Lakini mbona unapenda kuingilia vitu sana wewe? Linda nyumba. Kama unataka kwenda basi vaa dera. Vaa dera. Unasemaje? Vaa dera. Twende, mimi utangulie mbele, bibi mbele, bwana nyuma. Fresh tu. Asa wewe pitiliza, nenda zako kalale kule. Yaani, nimechoka lakini najua tu humu ndani atakuwa kalala yeye. Yaani Unajua, ngoja nikwambie kitu kimoja kizuri sana. Yule bwana Yesu yuko kwako. Wewe sasa leo usilale kule. Wewe unatoka unaingia ndani kwangu. Lala. Ukishamaliza kulala kwangu, kitakachokuja kumkuta yule, kitakachomsumbua, atakapokuja kuamka asubuhi ananikuta mimi nimelala pale kitandani. Nimejifunika shuka, gubi. Najifunua yule sasa tapa, sinakuwa sijavaa nguo. Kwa nakatisha naenda. Nakatisha yule ataogopa, ataona huyu baba vipi? kwa nataka ukalale na shemeji yako. Alafu yule wewe utaona mwenyewe kama ataendelea kung'ang'ania kwenye nyumba. Ataona usiku yoyote hapa kitatokea kitu cha kutokea tu. Yaani nimechoka lakini naomba nishinda tabia. Nimekushinda tena? Mbona sasa unaingia huko ndani? Wewe ingia kwangu. Natoa wazo, mtu nakupa wazo zuri la maarifa, kwamba yule mimi kwa vyovyote ningekuwa naniona napokatisha pale ndani. Bana nimekatisha huku, nimeenda chooni, nimerudi, mara nimefanya hivi, sina kitu chochote ndani. Sivai taulo, sivai nini. Narudi tena. Ataniongopa huyo, maisha yake yote atajua kabisa kwamba huyu tukibaki wawili humu ndani huyu. Tukibaki wawili humu ndani. Ana. Hivi Ana, unajua kuwa maisha yetu sisi ni muhimu sana kuliko kitu kingine chochote. Na kwa nini tunapenda kuwapa watu nafasi waje waangalie mapenzi yetu? Hivyo nadhani ulivyokuwa na mkisi yule mwanamke sikukuona. Sikuwa na mkisi. Neema pale kwa kitu alikuwa ananinong'oneza tu. Huo ni ukweli mpenzi wangu, lakini kusema alikuwa ananikisi sio kweli. Mimi hakuwa ananikisi. Kuna haja gani ya kunong'oneza wakati mlikuwa wawili? Ukuona Ana. Kweli kabisa. Neema alikuwa na mwanaume wake na mwanaume wake alikuwa yuko upande wa pili wa barabara. Sio, umenielewa? Wewe pale umekaa kwa kulipuka tu ukaondoka. Na vile vile kichoniponza mimi kwa Neema ni kwamba Neema alikuwa ni classmate wangu. Kwa hiyo mimi sikuona. Tatizo lako umekuja pale huku ukiwa umefumba macho. Ndio kosa ulilofanya. Hukutakiwa kufumba macho, itakuwa uyafumbue uone kitu gani kinachoendelea. Ungegundua kama upande wa pili wa baba kulikuwa kuna mtu, ungegundua kwamba Neema mimi alikuwa ni classmate wangu na pale kwa ananong'oneza wala tukao tubusiani. Hilo. Na vile vile sitoshe kwamba kwa swala hili mimi hata kama ungekuwa kwa pizana mimi nilikuwa niko tayari. Haki ya Mungu tena. Nisingeogopa chochote. Ningekubali kuwapa hata kwa misaafu ama Biblia. Nimechoshwa na mambo yako ya kila siku. Umechoshwa, unaona aibu kwa yale ulikuwa umeyafanya. Kila dakika kumwazia mwenzako mabaya tu, unaniazia mabaya tu. Siku moja kukaa kunisifu, basi leo mume wangu umefanya hivi, umefanya kitu kizuri. Naomba funguo. Wewe wa nini? Peter, kuna sehemu natakiwa niende. Nipe funguo. Unajua Baniani mbaya kiatu chake dawa, si ndo manake? Dada yangu kila siku unamsumbua, unamnyanyasa, unamfanyia hivi, yeye akufai, afanye nini? Lakini gari lake unalitaka. Funguo yake unaitaka. Si ndo manake? Peter, una nini?
Mimi na mambo mengi kweli kweli. Na nikianza kuorodhesha hapo. Tuanze kutokea hapa, tupite twende Mbagala, Maji Matitu, Mbagala Kuu, Mgeni Nani, tuje mpaka Yombo kwa Lulenge, hivi vitu hatuvimalizi. Nige funguo bwana. Sikupi. Sasa kwa nini unipi funguo na wakati ngombe nataka funguo? Nimeamua na nimeshasema kwamba sikupi. Jamani, mbona mnalumbana? Vipi tena? Huyu hapo. Kila siku anakusumbua hapo. Kila siku anakunyanyasa hapo. Na kana tetea anapigania hivi na hivi na hivi. Saa hizi eti anang'ania nataka funguo, nataka funguo. Nataka funguo. Sasa kaka Pita, si umpe tu. Tafadhali. Mimi sio Kapita. Naitwa Pita au kaka Pita. Kapita kadogodogo, kagari kadogodogo, kajumba kadogodogo, kabia kadogodogo, kasoda kadogodogo, kaembe kadogodogo, kanini kadogodogo, ndo hako, lakini sio Kapita. Sasa si unipe hiyo funguo. Sitoi kwa ajili ya kauli yako, unafahamu hilo? Natoa kwa ajili ya mziwanda wetu wenyewe. Mziwanda. Hiyo hapo kwenye kitenga. Acha baby. Unanigeuka sasa eh? Sasa la kwako litakuwa la kwako. Ni shemeji yako. Unaona sasa eh? Unakaa unaanza kutetea vitu vya ajabu. Mimi kuanzia sasa nataka nijitoe. Ule usuluhishi kama uliokuwepo kwa Umoja wa Mataifa nataka nijitoe. Maana natetea huku wengine wanaingiza silaha huku. Natetea huku wengine wanaingiza mabomu huku. Sitaki. Umemaliza? Maana kila muda unaongea tu. Ubadiliki. Mimi nimechanjiwa ndege Sholwe. Tena Sholwe kibwenzi. Lakini mimi nimepewa mdomo, wewe umepewa nywele hizo kibwenzi kile kama Sholwe. Ila tafadhali sogea hapo kwanza. Nataka niangalie hiyo filamu. Tafadhali. Tunakaa tu, faida yote huoni. Jitu linakuja tu linakaa hapa, jitu la ajabu. Kwanza mrefu ule kuanzia hapa kuja kiunoni, tofauti na kuanzia kiunoni kwenda kwenye nyayo. Ni tofauti na binadamu wengine wa kawaida. Yule ni amphibia. Yule ni amphibia. Ungekuwa mamalia afadhali. Nini? Kuna msiba? Kuna msiba? Bora kungekuwa na msiba, naona tungelia wote. Unaona hadi anachonifanyia lakini. Kona unanicheka. Unajua nini? Ngoja nikwambie kitu kimoja. Kama umekuta hii kwa ahadi,
ni vizuri tu kwa sababu kwanza ni mwanaume anayeonyesha kwamba anajali anajali. Mwanaume anayejali duniani kuwapata ni akara. Na kama umeweza kuona hiki kitu ambacho mimi naweza nikakizungumza kwa upande wako, yeye Ahadi kama Ahadi, wewe unambeba tu. Kila siku unambeba, mara umemweka hivi, unamweka hivi. Kila nikikukanya mdogo wangu, achana na huyo mtu, achana na hiki, unisikii mimi. Kwa hiyo sasa usiumie kichwa na hili. Chukulia kama yale maputo yanayopulizwa tu kwenye maharusi, send off, kwenye nini. Chukulia hiyo haya mapulizo tu. Kwa nini unanifanya mimi mjinga sana nijitoe kile kwamba nichukulia haya ni maputo, si ndio? Nichukulia haya ni mapulizo. Au unapoona haya mapulizo? Mbona umefurahia kama mapulizo? Si pulizo tu hilo. Wewe chukulia tu hivyo. Yaani kwa sababu ukiumiza kichwa hivyo utakuwa unalia kila siku. Yule mchukulie tu kama kawaida. Ingawa nimeshakwambia kwamba ndo huyo, lakini ndo mwanaume shababi sasa. Sasa, haya wewe kama ndo na mapulizo unanitoa mimi akili. Ahadi leo atanitambua. Yaani nakwambia Ahadi atanitambua huko atoka. Sasa leo bora tu hata umekuja kukutana na hicho kitu kwa sababu umempa uhuru wewe mwenyewe. Leo unakutana na kondom kwenye mfuko wake na kwenye nguo zake. Haya, kesho na kesho kutwa sitaanza kukuta tena analeta wanawake, anamtia kwenye mfuko mwanamke, akiingia ndani anamweka kwenye mfuko, wakati wa kutoka anamtoa. Mwanaume lijali shababi, ndo hayo sasa uloyatafuta. Nengeneka, umenengeneka, umelikuta na kulikuta. Wateja wengi, sasa wengi wengine wanachukua kwa order. Hatuna pia sana. Tunabidi tuamue moja. Naomba uniambie hiyo. Ana, sasa ni nini kwani? Niambie moja huko imeenda wapi? Moja imeenda wapi na imetumika sehemu gani na saa ngapi? Ndio ninachotaka kujua. Hebu sikiza kwanza Ana. Hebu kwanza tuliza, hebu acha ugomvi kwanza. Mimi sijui kwa sababu hizi mimi sio za kwangu. Wewe kitu gani? Sio za kwako, nimezikuta kwa nani? Nasema hivi. Hizo ni zako, nimekuta kwenye jinsi yako. Naomba unieleze moja imeenda wapi. Sina muda wa kujielezea. Nisikilize kwanza Ana, ninachokiongea mimi. Hebu tusibishane hapa mbele zako. Hebu tuende nyumbani tukabishane. Siendi nyumbani kama ulivyofanya huko ukufanyia nyumbani. Nielezee hapa hapa moja imeenda wapi. Unaona kwamba mimi sio mzuri. Mimi sikufai. Wewe unaona watu wengine ambao unanishushia mimi heshima, si ndio? Sasa ngoja nivue nguo hapa mbele zako. Niache, nivue watu wengine. Tulia. Niache. Tulia. Niache. Tulia. Tulia kwa mtoto kaongelea nyumbani. Siongelee nyumbani, niongelea hapa hapa. Mtoto kaongelea nyumbani bwana, tulia kwanza. Bwana una adabu wewe. Si mzawa. Niachie. Niachie. Ili iweje? Nasema niachie. Ili iweje? Niachie. Ha? Wewe ndio unaingia duka. Wewe unaingia duka. Duka watakufanya, watakupea. Niachie wewe unaingia duka, si ndio? Unajua umeona vioo vile? Si vya gharama. Wewe vya kwako. Ngoja kwanza, unakumbuka ulitumia kiasi gani? Tupa mawe nimesema. Tupa mawe. Nitakukomoa sasa kwanza wapi? Tupa mawe. Niachie. Tupa mawe, tupa mawe. Tupa mawe nimesema, tupa mawe. Na ole wako. Ole wako uje nyumbani na kwambia utanikoma. Wewe. Ana. Lakini kwa nini? Lakini Ana, kwa nini unapenda kukurupuka? Kwa nini ukae ukafikiria akili yako ukaichezesha kwamba kuna jambo hili na jambo hili ukalifanyia uchunguzi? Unakurupuka. Ana, nini unakuja kufanya pale ofisini? Unanizalilisha mimi mbele za watu. Unanizalilisha dukani, mbele za watu, barabarani kabisa, unaona kabisa kuna movement kibao. Unanizalilisha mimi. Boss, niongeleshe. Tena sitaki uniongeleshe, nyamaza. Aha, ni nyamaze kisa mwenzangu wewe unamiliki kila kitu. Una maduka, nakaa kwako. Kwa hiyo nataka kucontrol na kile ambacho kiko ndani ya mwili wangu na mimi mwenyewe, si ndio? Hivyo ya Ahadi, kwa kipi ulicho nacho ambacho kinakufanya wewe kila siku nifanye mimi na leo? Mimi nakuuliza.
Mimi nakuuliza au wewe mwenyewe ndo unajiuliza kwa kutokana na upumbavu wako unashindwa kukaa ukafikiria ukaweka vitu sawa? Wewe ndo unanifanya kila siku mimi nalia. Sio kweli. Na kama unalia kutokana na ile kondom ulokuta, sasa kwa taarifa yako, zile kondom mimi sio za kwangu. Mwenye kondom zake ni Ruja. Kwa hiyo ulivyotoka huko kote, jazba yote uliokuja nayo, hicho ndio ulichokuwa umekiwaza cha kuja kuniambia, sio? Kwamba zile kondom ni za Ruja, kwa sababu unajua kwamba Ruja hayuko hapa, kwa siwezi kumuuliza. Yupo mtu akunitetea hata kama Ruja hayupo. Ruja kabla hajasafiri kwenda South Africa alikuwa na mchepuko. Na ule mchepuko kwamba mkeo akaja akamfumania. Ruja baba akanipiga mimi simu faster nikawahi. Lakini hatukuokoa chochote kwa sababu mkeo alikuwa akishaona tukio lote linavyoendelea. Ruja akachukua kondom akanipa mimi nikatia mfukoni. Bado mkeo akaja juu. Na kama wewe uamini, toka hapa nenda kwa mkeo wa Ruja kamuuliza kwamba eti mmeo kabla ya kusafiri kilitokea nini na kati mume wangu muda huo alikuwepo, atakuhadithia 1 mpaka 10. Ana mimi sio mpumbavu kiasi hiko. Useme eti mimi nichukue mwanamke niende naye sehemu, alafu zile kondom nitie mfukoni je nikuoneshe wewe. Haiwezi kutokea kitu kama hiko. Na sina tabia hizo. Sina na haiwezi kuja kutokea. Unaenda? Nimeamua kuondoka katika maisha ya Ana. Nani kakwambia uondoke? Ana, matendo yako na vitu vyako unavyonifanyia ni ishara tosha kwamba mimi niondoke niachane kuishi na wewe. Hivyo, kwa mfano kama ulichonifanyia jana, ni nini kile? Si ishara tosha kwa unitaki? Basi ni bora mimi niondoke ili kuanzia kesho natumai wewe utaishi maisha yako mazuri yenye raha na mistarehe. Hayo mambo tulishaongea jana na yalishaisha mpenzi wangu. Sasa imekuwaje tena leo asubuhi umeamka na mambo hayo unaanza kuyaongelea? Kama jana tulishaongea mkaisi yameisha, wewe hujaniambia. Mimi niliongea na Rehema, nimempigia simu nikamuuliza, akanielezea kila kitu kilivyokuwa. Sikuona haja ya kukukaa na wewe usiku kuanza kukuelezea vitu kama hivyo. Najua leo tutaamka tukiwa tumekaa tuko happy, takuelezea. Si hivyo? Sasa shida iko wapi? Mpenzi wangu, usiwe hivyo. I'm sorry basi. Nimekukosea. Nisamehe, sirudi tena. Sawa? Usipaki nguo bwana. Mimi sipendi hivyo. Tunakaa tuishi hata kwa amani jamani. Kila muda huyu kapaki, huyu kalia, huyu kafanya nini? Sio maisha mazuri. Sawa babe? Shemeji. Shemeji mimi nakushukuru sana. Shemeji umeniokoa. Shemeji umeniokoa. Yaani unajua moto ulikuwa ushaanza kuwaka tayari. Ndio, bado ulikuwa ushaanza kuamka tayari. Yaani shemeji. Wewe niamini mimi shemeji, ukweli ni kwamba sasa hivi nitajifunza na sitaleta tena ujinga na nahakikisha sasa hivi sitaleta tena upumbavu uliokuwa unaleta. Mimi nampenda sana mke wangu. Sana. Kwa mimi naomba na nakwambia ukweli kabisa kutoka moyoni. Shemeji, nikirudia tena mimi labda sio kweli tena shemeji nakwambia. Baby. Baadaye nipige baadaye. Kweli? Sweet mimi hata kakapita simuoni. Sijui kaenda wapi. Yaani hata sielewi sasa unafanyaje. Mimi mwenyewe sielewi kwa sababu hivyo nilimwambia hawahi kurudi. Naona mwenzangu mpaka saa hizi nikwambia kasuri kaka yako akili zake ni boga nazi, unielewi. Sasa mimi yani, alafu nampigia simu yake hapokei na kote nyumba nzima hayupo. Sasa sielewi na simu kaacha ndani kwake au vipi. Mimi mwenyewe nampigia simu yake haipatikani. Sasa wewe hapokei, mimi kwa nampigia simu iko haipatikani. Sasa ngoja. Ngoja kuhusu nini? Ngoja kuhusu nini? Mimi nakwambia ngoja.
Hivi wewe, naomba uniambie ulikuwa wapi? Wewe unaniuliza wewe kama nani? Lakini kwa nini unapenda fuatilia sana dada yako? Unataka umoe wewe? Sema, hujanisikia? mimi nimuoe dada yangu mimi? Ndio hivyo. Nimuoe mimi nani? Nimuoe dada yangu mimi? Wewe una adabu kweli wewe? Nakuuliza una adabu wewe? Mimi naweza nikamwona dada? Sasa kwa nini mpaka umri huu mpaka sasa hivi unaishi kwa dada yako? Ungetakiwa sasa hivi uwe na mji wako, uwe na kwako. Usikae kwa dada yako, unategemea vya dada yako. Siwezi kuwa na mji wangu, nikakae na mji wangu, mimi niwe na mji wangu, mimi diwani. Mimi mbunge, mimi waziri, au mimi nani? Siwezi na upumbavu wako, wewe ni mpumbavu. Wewe ndio mpumbavu. Kama ulivyo pumbavu wengine. Sasa wewe unasemaje? Wewe unasemaje? Nimechoshwa na makelele yenu. Na wewe mwenzao kila muda mna kazi mnapiga makelele nyinyi ya nini sasa? Huyu ni mpuzi, ananiambia eti kwamba mimi nifunge ndoa na wewe. Huyu ni mpumbavu, anapenda sana kufuatilia maisha yetu. Sikiliza, mwenzako anagomba kwa sababu ya hiyo funguo. Na wewe kaka, kwa nini unaondoka na funguo lakini? Wewe unajua ni mpuzi kabisa wewe. Tena ni mjinga, alafu ni fala kabisa. Wewe unasemaje? Wewe unasema nini? Mpe hiyo funguo, mpe hiyo. Wewe unasema nini? Wewe unasemaje? Aya, piganeni. Piganeni sasa, nimewaachia hapa, piganeni. Tubwage kama vipi? Piganeni. Mnanichosha. Hivi kwa nini lakini? Mbona ni shida sasa? Mbona mnanipa shida jamani? Ananitukana yeye, ananitukana mimi. Sababu gani napelekea mpaka? Bana kaka, nimechoka. Hivi kuishi humu ndani na nyinyi imekuwa matatizo. Imekuwa kero. Wewe naishi na kakangu, naishi na yule mpenzi wangu. Lakini kila siku ni mnalumbana, nimechoka. Lakini hata na yeye pia ana makosa. Anakaja anategea tu hivi, anashuka tukitonga na naye. Ana tabia nzuri, ana muonekano mzuri. Mbona wewe unashuka kitonga useme si upo hapa? Nimechoshwa jamani, nimechoka. Kaka Peter, tangu lini umeanza kuvuta sigara? Leo. Kinachokufanya wewe uvute sigara ni nini? Swaga tu hizi. Swaga? Swaga hizo vipi na sigara? Unajua? Nina stress sana. Mimi sina mamlaka kwenye hii nyumba. Watu wadogo wanaleta dharau, didi, au sio? Watu wanasumbua, wanaleta manyanyaso, ndio maana mtu unapelekea unakuwa na stress. Godi, ukivuta sigara ndio una fresh. Mtu anakuwa na yeye anafanya maamuzi ya chochote anachojisikia yeye, wakati yeye mtu sio damu yako. Anaabua anachukua chochote anaondoka. Au sio? Kwa hiyo stress zikizidi utavuta na bangi, si ndio? Haya, endelea. Wewe ukiona una hizo stress zako, vuta sigara, vuta hizo bangi, utajua mwenyewe. Na kilichokufanya leo usiende dukani ni nini? Maisha yako sawa. Hayana uwiano. Kwa unakuta mtu yaani kuna vitu fulani vya kwenda hivi unaona maisha kabisa yameyumba. Lakini kipata hiki kitu unapata baridi na watu stress nini baridi. Haya, endelea. Tena hiyo point yako imenikumbusha kitu. Hivi unajua leo nimemkuta kaka. Unamkuta anafanya nini? Nimemkuta kaka Peter anavuta sigara. Jamani, tangia nimezaliwa sijawahi kumwona kaka Peter anavuta sigara. Ndio leo. Unajua yule kakako
Laiti kana kwamba angevuta bange utotoni, saizi sijui tungekuwaje, yani sijui ingekuwaje, yani sijajua kabisa. Hey. Yaani kaka Pita namuuliza vipi? Mbona unavuta sigara? Ananiambia niache. Wewe kuna tatizo gani? Bana mimi na stress yangu hapa unakuja unanitibua tibua. Nimekwambia niache, nikamwambia baba, haya. Huyo nikachoma. Na ndio maana mara nyingi mimi wanamkwepa. Yakiingilia huko mimi natokea huko. Yakiingilia huko mimi natokea huko. Kwa hiyo nakuwa namkwepa tu, namkwepa basi. Sitaki ale matatizo yake. Unajua tatizo za kakangu ni moja. Yaani yeye anatakaga kusikilizwa yeye tu. Yaani eti mnaongea mwingine unaleta sheria zako sijui nini, anataka yeye ndo asikilizwe, yeye ndo mkubwa. Yaani kila anachokisisitiza ndo tufati. Lakini wengine msiongee. Funguo umeka. Nimeweka pale kwenye drawer. Mama alipokuja kisharia. Alikuwa anataka kujua. Kaka Pita, usichelewe kurudi. Gari lenyewe ndio hilo leo tunalolitegemea. Bora tumekwepa shari. Yaani hapo yani tungejidai kumuongelesha au ungefungua wewe na alivyo akupendi. Yaani anatamani leo kesho ufu. Sasa sijui kwa nini ananichukia kiasi hicho. Anakuchukia ujui, si unakula mali za dada yake au? Kwa nini unazaangia kwa peke yake huku mngekuwa mnanyang'anyana hiyo funguo ya gari moja? Yatoke wewe uingie, utake funguo ya sio maneno yangu lakini. Yaani natamani kama maisha yetu kila siku yangekuwa hivi. Kwani ni mimi sasa? Si wewe ndio unaharibu amani ya nyumba hii? Mimi? Yaani kwa hiyo unataka ufanye mambo yako tu mimi nisikone wivu. Ndio maana mwenzako mimi huwa anajikaza. Sio kana kwamba sina wivu. Ninao ila huwa anajikaza. Kwa kumbe naona unanioneaga wivu. Nisikone wivu kwa nini mpenzi wangu? Nakati mimi mwenyewe binadamu. Ila ndio maana naupunguza. Mimi siwezi kuacha kukuonea wivu hata siku moja. Yaani kwangu mimi nitaendeleza. Wewe unajua fika kabisa jinsi yani mimi nakupenda. Sema wewe ndio mwenyewe unatakaga kuleta vitu competition nyingi. Hii tuvurugane, uipoteze Ana. Yule dada wa duka lile la kule bondeni kule chini. Hawa. Ametoweka. Ametoweka? Yaani kapotea mwenzangu. Mimi nimefika pale na kupewa taarifa tu bwana, huyu dada wa dukani hapa kakimbia. Tena inaonekana kabeba kila kitu. Nikasema ngoja nikimbie. Haiwezekani. Katika wafanyakazi wangu wote nao waamini, ambao ni waaminifu kwenye hii biashara na niko nao muda mrefu ni hawa. Yaani haiwezi kufanya hicho kitu unachoniambia. Sasa ni sikuelewi huyo Hawa unayemuongelea wewe Hawa gani? Yeye yule wa bondeni kule kwenye ile duka la bondeni. Kaondoka na huo mchezo wako wa kuamini watu. Umemwamini huyo na anakuzingua. Lakini vile vile huyo naye unamwamini. Kwa hayo yatakuja kutokea. Kwa hiyo yule inavyoonekana sasa hivi anazidi kutokomea, anazidi kupotea. Kama sio Kibaigwa, sehemu nyingine za mbele huko. Umeelewa vizuri? Kwa hiyo mama, funguo hii hapa. Ukijisikia kwenda nenda. Ujisikii kaa. Ana nisubiri. Ana. Kaka Pita. Hivi kwa nini unapenda kunidanganya? Nimwadanganya nini? Wewe umesema Hawa hayupo. Mbona nimeenda kule chini nimemkuta Hawa hayupo? Hawa hajaondoka? Hawa yupo. Mimi nimeenda nimeshuka kule mpaka kule chini.
Wewe umesema yupo, sijui kaondoka, sijui kapandisha wapi wakati yuko kule. Kwa nini wewe ulichokuwa unakitaka nini hapa? Unajua, ngoja nikwambie kitu kimoja. Na naomba unielewe. Si hajaondoka. Lakini mimi nimekwambia kosa langu hapo liko wapi? Yeye hajaondoka, basi ushukuru Mungu kwamba nimekwambia. Hicho wewe ndio unachokiona. Kwa hiyo ulichokuwa unataka ni kukaa tu hapo ili unywe kinywaji changu nilichokuwa nakunywa mimi. Sasa nipe ninyo mwenyewe. Umeona? Ulivyokimaliza. Kwa hiyo nilivyoondoka umejiachia. Malizia ulizike. Mnanipenda wenyewe na mvimbe mpasuke. Taisoma namba. No mapenzi no what. Leo limeanza janga hili, kesho janga hili. Na wakizingua tu, kesho nawaletea janga la msiba. Kwamba kuna mtu kafa huko, alafu namtaja mtu muhimu. Tena hata wa kitaifa. Sijui na mafindo. Ulipata paa bwana. Hapo watu wanaingia kama hivyo kuna party. Watu wengine na kutoka nini? Hivi si aje? Huyu sikaniambia kalala nyumbani. Sasa huko anafanya nini? Itakuwa kapata dharura. Dharura gani, mbona hajanipigia simu? Kwenda. Inakuwaje wewe kama unachora ramani tu hapa? Kuna nini mpaka hicho kinachopelekea wewe uchoro ramani hapa? Wewe umekuwa mhandisi wa serikali? Ahadi hapatikani. Kwani yule mtoto mdogo yule kusema kwamba hana anachokijua huko yeye, labda hivi na hivi wewe ndio uanze kuhangaika kama mzazi wake. Unampeleka chekechea? Unajua wewe kila kitu unaona ni masiara tu. Mwenzako hapatikani kwenye simu. Huenda kagongwa na gari, kapata matatizo huko. Wewe unachukulia kila kitu poa tu. Wewe unajua kama masiara ni huyo Siara ni mwanamuziki. Sasa hakuna masiara, hakuna ma 50 Cent, hakuna ma Jay-Z, hakuna ma Koffi Olomide. Hapa. Umeshanielewa vizuri? Hapa ninachokizungumza ni kwamba hizo habari za kuniletea sijui mara kitu gani. Kwani akipata matatizo si utapewa taarifa? Akipata ajali si utapewa taarifa? Likifa toto la watu si utapewa taarifa? Wakiligonga huko likavunjika uti wa mgongo si utapewa taarifa? Likivunjika mguu si utapewa taarifa? Hivi Peter, kwa nini umpende Ahadi? Mimi tena nimpende Ahadi. Kwamba mambo sasa yame kwako yaanze kuhamia kwangu. Ina maana tuanze kumpenda familia sasa. Atoke kwako nimpende mie, apende na mama mdogo, mjomba, sasa tutahamia majirani, tutakela watu sasa kama tunapiga rusha roho. Yaani mambo ya muhimu, mambo ya msingi mimi naongea unaleta masiara. Muda wote mimi naongea point unaleta bana. Sasa nisikilize na kitu ambacho nataka nikwambie. Wewe utaendelea kumsubiria huyo Ahadi wako kwa sababu jina lake lenyewe linatosha kuwa Ahadi. Ni promise. Endelea kusubiri promise na utapromisika hapa. Na utaonana naye. Mimi nifanye niondoke. Basi nisubiri unisaidie kufunga geti.
Vipi, mbona umelala sasa hivi? Kichwa kinaniuma sana. Umekunywa dawa? Ya. Nakunywa. Okay. Na mbona nakupigia simu yako sikupati? Simeisha chaji. Sawa, umekula? Basi ina shida, ngoja mimi nikakupikie, alafu nitakuja kukuamsha uendelee kulala, sawa? Na pia mbona we kama nimekuona kwenye bodaboda, nilikuwa kule town. Wewe umelala na masaa mangapi hapa? Jamani, nianze kulala hapa mimi na masaa 3. Masaa 3. Kichwa kinaniuma. Yaani nimekuona we mwenyewe, yani lakini labda nimekufananisha, lakini mimi nakujua sana. Ni wewe kabisa. Sasa unasema na mimi kwenye bodaboda. Singine hata hapa mimi na mijasho au nanuka jasho au na vumbi. Okay. Ngoja nikusaidie kuchaji. Aisema iache. Sasa sina kusaidia kuchaji, si umesema kichwa kinauma. Najua kichwa kinauma. Sasa umetoka huko umechoka, inabidi unipikie, pumzike. Nikupe tena na kazi ya kuchaji simu, acha tu simu nitaichaji mwenyewe kiamka. Okay. Basi ngoja nikaoge, ubadilishe nguo nikupikie, sawa? Message kumbe imeenda kwa wife. Honey. Bebe. Chakula tayari. Bebe. Kabla ya kula kwanza, niko naomba simu yako hii mara moja. Yaani? Kuna program nimeambiwa kwamba tukiitumia tunakuwa tunaongea kwa kuonana. Si umenielewa? Nikasema ngoja nijaribu mimi na mke wangu, huenda ikatufaa zaidi. Sasa nikasema kwa sasa mpenzi wangu anapata shida, mara chakula kimeiva, sijui bebe, honey, bebe. Sasa kwa tunanipigia tunakuwa tu yangu naonyesha misosi. Sio tunabako niite. Okay. Ngoja nisome kwanza message zangu. Unafungua message za nini sasa? Kuna message zimeingia baby, sinakupa. Ndio za nini mimi na shida nazo, kwani mimi nakwambia nataka kuangalia kwamba hiyo program tunafanya vipi ili kuidownload nijue kabisa kama kwako inaingia au anataka kutuzingua basi. Kwanza una bando? Bando imeisha. Sio leo nimekuwa busy, kwa sijaunga kabisa. Basi. Kama una bando haiwezi kabisa hata kwa download. Sema ulikuwa unataka tu kuangalia message zangu. Si unaona umefungua message zangu umesoma, afu sasa hivi ndo unajidai kama una bando basi. Saa nyingine kama mtu. Kumbe mda mwingine anakuwa nyang'ule. Mbona wewe una wivu siku hizi? Okay. Kumbe kidogo na nionea wivu. Unajua nini?
Unajua mimi nataka lazima nipate hesabu iliyo kamili. Kwa hivyo katika upatikanaji wa hesabu iliyo kamili ni kwamba hapa nishajua ziko 14. Pale pana 13. Kule na maana nijue kila kifurushi kina ngapi ngapi. Sasa sio nisikilize kwanza. Ongea. Mimi kuna kazi nataka nikutume na Mashaka na Ahadi. Unajua Ahadi anajifanya mjanja hivi. Yaani kila kitu yeye anapata sababu. Sasa mimi nataka wewe unisaidie kwa sababu wewe na Ahadi kitu kimoja. Wewe mjanja, yeye mjanja. Ngoma draw. Unajua wasiwasi wako tu ni wa bure. Lakini kiukweli nikupe tu hali halisi iliyokuwepo. Ni kwamba Ahadi hafai kwenye jamii. Ahadi hafai kukaa na wanadamu wa kawaida. Wewe unajua Ahadi ya amphibia yule? Amphibia yule. Ndio maana yani yule anyonyeshi. Kwa hiyo haruhusiwi kukaa karibu na watu walipo hata kidogo. Ni mtu hatari, ni sumu. Yule ni hafai, yani yule ni hafai, ni muongo. Kwanza unaweza ukampangia hivi kwa mikakati ya uongo. Yule ni muongo na ni kiongozi wa waongo, sio Tanzania, ni duniani kwa ujumla. Anafananiana na kijana mmoja na Kamanyanya. Anaitwa Zuberi Mohamed. Ni balao wanafanana na Ahadi, tabia, sura mpaka miengo. Usiniambie. Sasa mimi uliyenipa hii kazi na mimi ni mtafiti, ni mchunguzaji. Sio tu kwa Tanzania. Yaani duniani. Kwa ujumla. Sisi tuna kikundi chetu cha waongo na wambea. Sasa lakini sisi tumebobea sana kwenye umbea. Tuna uwezo wa kukuchunguza kwa jambo la ndani. Tuna uwezo wa kujua mfupa wako sasa umevunjika au hujavunjika. Kwa hiyo kazi uliotoa mbona nyepesi? Sasa utaratibu tunaanzaje? Umenifurahisha sana. Chukua gari. Anza kufanya hiyo kazi nilokutuma. Okay. Watafiti wanapofanya utafiti wao, kwa mfano CIA, FBI, CID, ukitaka kuchunguza kitu ni lazima muwe na mfuko wenu umetanuka. Yaani kwa sababu naenda kumchunguza mtu ili nimchunguze, nimeingia kibaa kidogo hivi, napata bia zangu 1 2 3, wakati nasubiria kuona yeye atafanya tukio gani. Naingia sehemu napata kiroba. Sasa jamani, nisiwe hata kiroba. Kaka. Ndio. Nisipate hata kiroba. Kweli? Shingapi? Lakini kupatikane kama 300,000. Kaka, 300,000. Kumfuatilia tu Ahadi. Basi pungufu unaongea hata 290,000. Kwa sababu unajua unachokifanya ni lazima. Yaani wewe hapo chukua hela kwenye draw, yaani hata isiwe nyingi. Hela yenyewe hamna. Kama hivyo sasa tutafunga maduka yote. Sasa kwa utaratibu jamani, si hapa nititibue tu. Unatitibua tu. Hapa mimi nimetitibua tu, titibu. Nikafanya kuchomoa tu namna ile kalititibua. Titibu. Ili tupate kuchunguza mtu vizuri tumkamate. Kaka, acha hayo masiala. Wewe nenda huko. Sasa si ndio unapomchunguza mtu, kwa sababu hata wale askari wanaofanya utafiti wanapoenda kumchunguza mtu, anapewa mtu hela labda ya kuvutia bange, anakaa na watu wanavuta nao bange, anapewa hela sio ya kuvutia hiki. Kweli? Kuna kipindi mimi nilishapoaga uchunguzi ule wa kwenda kuchunguza wale wanaojiuza. Unaanza unafanyaje? Anasema mtoto wewe. Aise. Hapana. Kaka nimepata. Acha kumaliza kazi alikuwa anamaliza hajafanya, ameanza kuingia mwingine anaongea hela. Hela tunatafuta.
Niambie ulikuwa unafanya nini? Wewe mwenyewe hapo unafanya nini? Niambie ulikuwa unafanya nini? Uko na mwanamke gani malaya mkubwa wewe? Mimi malaya? Mimi ndio niambie ulikuwa unafanya nini kabla sijakuaibisha? Alikuwa na mimi. Vipi kuna tatizo? Mwambie kama sisi tulikuwa tunafanya nini. Maana sasa hivi hatuaminiani tunafuatilia mpaka huko. Mwambie. Shemeji sikiliza sawa. Huyu bwana mimi nilikuwa na akili zangu nikaona nimpigie simu nimshirikishe na ndio maana tuko hapa. Kuna vitu kwa tunaweka sawa. Naishi hivi mpaka lini? Kwa nini muaminiani? Yaani ananizalilisha kila siku mwanangu. Kila siku. Mambo gani tunafanyiana haya? Mimi kwa kile kitakataka kile. Sema na wewe bwana na wewe. Bwana unazingua bwana na mwanamke wako. Sasa mimi nazingua nini sasa? Unanisikia? Ana. Tunabishana ya nini? Unaninunia mimi tangu kwenye gari mpaka hapa. Nini maana yake? Niambie nini tatizo? Umenipa nani kazi ya kuchunguza na nimechunguza kweli. Nini tatizo? Ulichochunguza wewe nini? Kwa ule upumbavu ulioniitia pale? Au nizungumze na wewe kipi? Wewe umeenda na kuambia angalia vya msingi, umeenda FBI sijui nini kwa kile ulichochunguza kunidhalilisha mimi pale. Chunguza mtu ameingia na mwanamke, yuko labda amekaa na mtu ambaye ni yule si alikuwa anafanya issue zake kabisa na wanaume pale, unaniambia eti nimechunguza FBI sijui nini. Unaongea tu. Alafu mimi umenidhalilisha. Unajua, nikwambie kitu. Ulichoniagiza mimi tumkute guest. Na kweli tumeenda kumkuta guest. Wataalamu wa CIA. Umeshanielewa? Maafisa wa CIA. Wataalamu tunapofanya yetu. Nilisema kwanza tunatakiwa tukafanya attachment. General attachment. Kwa hiyo tulipokuwa tunaanza ndio mikakati ilikuwa imeshaenda. Tunaenda kumkamata wapi? Tunamkuta guest. Wakati tunafanya vile nilipata kukwambia awali kwamba yule mtu ni mjanja kuliko. Mjanja unanipeleka kwamba kwa vitu vyake anavyofanya. Kitu gani ambacho ulichonionyesha pale? Akati mtu yuko na misha yake zaidi ya kunidhalilisha tu. Eti unaongea FBI sijui CIA. CIA nini? Kwa ule ujinga na upumbavu ule ufanya pale? Ni kazi yangu. Ni kibarua changu. Inawezekana wakati sisi tunafanya hili. Nilikwambia mjanja sana yule. Yule mjanja sana. Ana. Asa kumbe mwenyewe kumwacha unataka lakini moyo wako bado unapenda. Nini sasa mimi nifanye hapa? Maafisa tunaonekana ni watu wa aina gani? Naenda kufanya uchunguzi wangu si kitu. Nini sababu za kuonekana mimi sifanyi kitu? Na kwenda kufanya uchunguzi wa hali ya juu lakini pamoja na haya uchunguzi waonekane akieleweki. Ana umenikosea. Mwaka 1989 tulikuwa vitani. Tulienda vitani. Vitani mimi ndio askari pekee niliyeweza kutoroka vitani bila askari mwingine yote kugundua. Kwa ule ujanja na mbinu za kijeshi zilinifanya nikatoroka. Leo mimi uafisa unanifanya naonekana kwamba sina nilichokifanya. Uafisa wangu ni zero. Uafisa ni zero. Alright. Mimi ni sniper. Leo sniper umepotea. Lakini kwa nini unakuwa unanifanyia hivyo? Kama msamaha nimeshakuomba, kwa nini unataka kunielewa? Ana, mimi sitaki kuishi na mwanamke ambaye aniamini. Mwanamke anatuma watu aje anifuatilie. Mwanamke anakuja kufanya fujo sehemu ambazo mimi nina meeting na watu muhimu. Mwanamke unakaa unafikiria vitu vya kipumbavu vya kijinga tu basi. Hivi asingekuwa Ruja pale kuja kutetea ule ugomvi unafikiri ingekuwaje? Nisikilize mpenzi. Mtu akikuomba msamaha unatakiwa umsamehe. Sio tena unaanza kulalamika. Ndio maana nimekuomba msamaha. Nimejua nimekosea. Can't you understand meaning ya kuomba msamaha? Nasema hivi, nisikilize. Mimi siko tayari kukaa na wewe kwa sababu nishaona kabisa wazi kwamba wewe Ana utaki mimi maendeleo yangu. Unataka mimi niendelee kuwa maskini ili niwe mtumwa wa mapenzi kwako. Basi. Sitaki hicho hadi. Nafanya yote kwa sababu ya mapenzi yangu kwako, ndio maana nakuonea wivu. Bila hivyo nisingefanya. Kwani kungekuwa kuna haja gani mimi ya kufanya vyote hivyo kwa ajili yako? Unatakiwa nikuelewe. Sasa nakuelewa kwamba mimi nahitajika nitoke hapa nyumbani kwako. Niende nikaanze kwa maisha yangu upya. Please. Staki. Naomba usiondoke mpenzi. Ahadi. Kwani usinisamehe mpenzi wangu? Unasahau yote mpenzi wangu. Baby, naomba unisamehe, nakupenda sana. You're my everything, Nasema hivi, mimi
naondoka hapa kwako na sitakaa nikumbuke kitu chochote hapa. Sikumbuki chochote kutoka leo. Yaani unamaanisha ukiondoka kwangu huwezi kuangalia nyuma mazuri tuliofanya, magumu tuliopitia? Vya nyuma vitabaki kuwa vya nyuma kama palivyo nyuma. Vya mbele vitabaki kuwa vya mbele kimbele mbele. Yaani sijisikia hata vizuri. Unajua Ahadi tangia jana hajarudi nyumbani Umeshitambua kosa lako? Sawa, najua kosa langu ni kwa sababu ya kumfuatilia. Lakini sidhani kama hilo kosa lilipaswa anifanyie hivi. Rafiki yangu, kila siku unaishi kwa sababu ya Ahadi. Kila siku mtu akulia kweli. Kweli. Una mambo mangapi ya kufanya? Yangu. Najitambua sana. Na unajua kabisa kwamba nampenda Ahadi. Lakini kumpenda kwangu na kumfuatilia kwangu ni kwa sababu ya yeye matendo yake. Unajua jinsi gani Ahadi matendo anayofanya, na sio kwamba hana wanawake. Najua Ahadi ana wanawake na mimi ni mtu mzima, asinione kama yani labda ananyamaza nini kwa sababu ya mapenzi. Najua tu ananidanganya, ana mambo, yani wanawake anao, lakini ni kwa sababu sijamuona kwa haya macho yangu. Lakini najua kuna vitu ananificha, mimi ni mtu mzima na wewe unajua. Sasa kama ushajua Ahadi ana wanawake, sasa kwa unapenda kumfuatilia? Kwa sababu nalinda penzi langu. Basi kubali kuwa mtumwa. Utanipa taarifa Ahadi akipatikana kwa mkulizi. Poa. Karibu. Mimi sijaja hapa kwa ajili yako. Mimi nimekuja hapa kufuata vitu vyangu na ndio hivi hapa nimeshaviona. Lakini Ahadi, kwa nini usisamee mambo yaliyopita tukajenga yajayo? Funika kombe mwanaalamu apite jamani. Kwa kuwa mimi sina kombe, nina kichwa. Kwa hiyo nafunika kichwa ili mwanaalamu upite. Ahadi, inamaanisha umesahau mambo yote ambayo tumefanya nyuma. Utafanya hivi kwa muda gani? Mimi mwenyewe hata sielewi nitafanya hivi kwa muda gani. Na nitafanya hivi hadi lini. Ila nafanya hivi kwa ajili ya kumshikisha adabu. Aache kunifuatilia. Wewe mwenyewe unajua kabisa kwamba mimi malaya. Of course mimi malaya. Mwenyewe najikubali kwamba mimi ni malaya. Lakini ninachokihitaji kutoka kwake yeye ni aniamini tu basi. Okay. Kumfundisha mtu adabu haikatazwi, tena ni vizuri sana. Ila wakati mwingine huwa ni mbaya sana. Unachojaribu kufanya ni kumkata mjusi miguu ili awe nyoka. Na haiwezekani zaidi ya kumtia tu kilema. Atakapochoka kukubembeleza, basi ujue wewe una kibarua cha kumbembeleza. What? Wewe ndio utakayembembeleza, choka kubembeleza. Mimi. Wewe ndio. Yaani mimi kabisa nambembeleza yeye. Wewe ndio. Rudia, be serious. Unijui wewe. Kwa nini mimi nazungumza na nani? Nambembelezaje mwanamke mimi? Mimi nambembelezaje? Naanzaje kumbembeleza? Nipoteze muda wangu eti nikae nambembeleza mwanamke. Wewe unapigiwa simu pokea. Najua simpokelei. Na ni makosa kutokumpokelea mtu simu. Hilo nalielewa. Lakini mimi nafanya hivi ili kumfundisha adabu. Aache kunifuatilia. Ananifuatilia sana. Na anaponifuatilia nikimruhusu yeye kunifuatilia akayajua majanga yangu, tutakuwa kuna vurugu kubwa sana. Shemeji, mimi na majanga. Mimi nina majanga. Kwa shemeji unachokifanya unaona ni sawa, sio?
ila unakosea. Mimi wanawake nawajua, ja kuchoka shemeji. Yule ana utakuja kumtafuta, mimi nakwambia. Kwa hiyo unamaanisha nini unaposema hivyo? Kwamba akichoka mimi ndo nitambembeleza? Lazima utambembeleza. Mimi. Wewe, baby. Niko chumbani. Anakuja. Huyu mwanamke wako kweli anielewi. Yaani mimi nimbembeleze. Sikia. Sasa kwambia kitu sawa. Unajua maisha yako wewe ni sawa sawa na movie, sawa? Alafu wewe ndiye director wa hiyo movie. Sisi hata kama tukikushauri vipi tutabaki kuwa extra. Oh, sasa nimefikiria kitu. Nataka nikupe casting. Uachane na kuwa extra sijui nini, hapana. Nataka nikupe casting, alafu nakupa main character kabisa. Alafu utaona movie inavyoenda. Mwanzo dem, kati dem, mwisho dem. Kwa movie inakuwa ni dem. Madem. Kwanza kuna mtoto mmoja wa Mbezi yule. Hebu tulia. Na haribu Mungu kuonyesha picha zake anatumia kwenye WhatsApp sasa. Nini? Ndio nani? Wewe umeshikwa wewe. Mimi si nimekula vidonge vya ndio. Hiki atakachoambia kwangu ni ndio. Mtoto noma. Tulia. Tuongea baadaye. Kapita. Nakomba mama. Nini mbona saa hizi usiku hivi? Unajua mimi mpaka sasa hivi sijapata usingizi. Sasa kama upate usingizi na maana mimi ni Pilton ama Variam. Unajua kila muda unahisi ni wa utani. Huu sio muda wa masiara. Mimi naongea niko serious. Silali. Afu umelala tu humo ndani. Wakati wewe ndo chanzo cha mimi na Ahadi kutokuishi kwa amani humo ndani. Kwanza hilo jina ndo usinitajie kabisa. Yaani huyo mtu nisimtaki hata kumsikia. Unanielewa vizuri? Kwa nini kwanza huyo mtu? Anakusaidia kitu gani? Kwanza unaniharibia mpaka mimi usingizi wangu kwa jina lake. Bora nikuharibie. Mimi ndo nampenda. Unampenda? Ukiwa naye hadi wewe unamchukia. Kika. Akiondoka ndo nampenda. Si kitu gani? Wa nini? Sasa nisikilize, nitafute Ahadi, kaeni naye, zungumzeni naye na mmalizane. Usiku mwema. Ujambo. Nimekuja kugonga pale mlangoni kwako asubuhi, kunifungulia wala kuitikia. Alafu unajua nilikuwa nahitaji funguo kwa ajili ya kwenda kuchukua mzigo. Funguo pale ambako naikuta kila siku sijaikuta. Nini tatizo kwani? Ana. Ina maana kama Ahadi hayupo huko ndani ndio mimi na wewe tunanyamaziana? Kwa tutaishi kwa kununiana, si ndio? Ahadi ni bora zaidi kuliko mimi, si ndio? Mimi nachokifahamu tu kwamba ukiwa ndani ya mapenzi unakuwa kiziwi, lakini sijawahi kusikia kwamba ukiwa ndani ya mapenzi utakuwa bubu. Yule ni boyfriend wako, mimi ni kaka yako. Thamani lazima ije kwangu. Ila kwa staili hiyo, endelea. Ana. Unavuta sigara? Unajua nilivyokuona unavuta sigara nilizani unafanya masiara. Ila kweli nimeamini sigara zinatoa stress. Unaona
ila usisahau uvutaji wa sigara ni hatari kwa afya yako. Afya yangu, afya yako? Yako wewe hapo. Wewe si ulisema kwamba wewe hutaki story na mimi na umenichunia kabisa. Uvutaji wa sigara ni hatari kwa afya yako. Nini maana? Baby. Karibu. Fadhali hadi yangu umerudi jamani. Vingi. Karibu. Uvutaji wa sigara ni hatari kwa afya yako. Kuwa na mwanaume asiyokupenda ni hatari kwa afya yako vile vile. Ngoja nipate toilet. Kidogo. Nilikuwa nakuangalia tu baby. Uko unaniangalia nini? Kwani mimi niko sikuoni? Yaani, mpenzi, ulipokuwa umeondoka umndani. Mimi nacha pengo kubwa sana. Unajua hii nyumba nilikuwa naiona kubwa sana. Nilikuwa sina tara. Tatizo lako Ana, upo kama wanaume. Kwa sababu una misifa. Yaani misifa umemzidi hadi duri. Maana ukianza kukisifia kitu ama unaanza kumsifia mtu, ni unamsifia paka anajiona yeye ndio yeye katika dunia ya Mungu. Kwa hiyo mimi niko kama mwanaume. No baby, listen to me. Yaani sijamaanisha hivyo. Kwamba wewe hapo unaweza ukatoa sifa kiasi kwamba ukamsifia mtu mpaka akajihisi yeye ndio yeye, lakini wewe so uko tofauti na wanaume. You are my beautiful queen. Baby. Sorry. Kapita nini? Sorry. Umesikia? Unaona hizi hesabu? Tunapigwa. Kwa sababu angalia duka la bondeni, mauzo eti ni yale yale, lakini sisi eti leo tunaletewa eti 440,000. Huyu yale yale. Kapita, hivi vitu vingeweza kusubiri. Sikoni ungesubiri hata baadaye tungeongelea kuhusu haya mambo. Inakuwaje? Isingetosha vipi? Si tungezungumza. Ana, mimi niko chumbani. Okay. Nice. Nasikia kitu ambacho kipo hapa. Tazama. Unaona, angalia duka la hili na angalia na hili duka. Nini kinachofanyika? Sisi hapa tulichokuwa tunatakiwa ni kujua gharama ya zile t-shirt ambazo nyuma zimezidi hivi ni bei gani? Ana utajua mwenyewe. Mimi nipo kwenye nyumba mnaleta mapenzi humo. Mimi kaka yako, sio eti bala. Baby, nikatishe nipite wapi? Napita hapa naona mapenzi mbaya mwaga. Mapenzi mabaya. Ni mapenzi mabaya. Na mkiendelea na system hii, sasa hivi nimeanza na hili swala la nguo, nikija baadaye naambia kamba za viatu zimepungua. Wakiendelea hivyo, sio nikawagongea chumbani kwao. Kamba za viatu zimepungua. Hivi tunauza nguo za jeshi. Hii tuingie kwenye mikono salama. Yaani katika kitu ninachojutia ni mimi kukufuata kule. Yaani sijui ilikuwaje mpaka mimi kuja kule. Sijui ilikokuwa, sijui guest, sijui hotelini. Akina Ruja. Akina Ruja. Yaani unajua nawaza hivi, mfano ningekuja pale alafu nikakutana yaani ndio mfano unatoka na mwanamke, mimi si ningepata hata taka. Na ndio maana nashauriwa naambiwa hivi, mpenzi wako usimfuatilie. Mwache. Na maana hata mimi sikufuatilia. Kwani naona nifuatiliaga? Na moyo wewe. Kwa naona unanionea wivu. Sasa kwani sikuonea wivu? Mpenzi wangu mzuri hiyo. Na macho kaa ndugu. Kiuno ka Joyce wao. Unamjua Joyce wao? Nani?
Kaka naye amezidi bwana kutokea. Kapita, unataka nini sasa hivi? Ana na mambo ya kifamilia. Ngoja nakuja baby. Nisikia ngoja nimsikie kidogo. Nakuja. Bwana nasha. Wako kitu kinasumbua. Ana kumbe hujatuma hata hela kwa baba mdogo. Nini maana yake? Hujatuma hela. Hivyo una akili? Hivi kaka Pita, kuniita njoo ndani, sijui kuna mambo ya kifamilia, sijui kuna nini, ni hicho ndio ulichoniitia kutuma hela? Kwani hela mimi si ningeweza kutuma hata kesho? Kuna haja gani ya kuniamsha saa hizi kunitoa nije huku kwa masuala ya hela? Mimi nina matatizo ya kusahau. Wewe unajua. Kwa mfano sasa ningesahau nini kikitokea? Yaani haki ya Mungu kaka Pita, baba angekuwepo humu ndani ningekufukuza. Nisingeweza kuishi na wewe hata mara moja. Kubwa zima, lakini jinga. Unaanza moja na wataendelea kuanza moja. Kila tukikaa mimi naanzisha moja. Uweze kukaa hivyo alafu kimya hivyo. Kaa chumbani kimya. Au salama. Kianzisha tena. Ana! Hey! Ana! Kulia kutokusaidia. Kama kweli unampenda Adi, hebu fanya kama hamna kitu kilichotokea. Unadhani ni rahisi Rema? Ikiwezekana jikazi, lakini kulia itokusaidia kitu. Ona. Hizi laini zote zina majina ya wanawake. Alafu unaniambia nichukulie. Inauma. Inauma Rema. Ni kweli inauma rafiki yangu. Sasa utafanyaje? Mimi nashindwa hata sijui nifanyeje. Yaani mpaka nachanganyikiwa. Utaloamua wewe. Mimi nitakuunga mkono rafiki yangu. Yaani Rema, bora hata wewe na Ruja mnaishi vizuri. Sioni hata mkigombana. Mimi na Ruja tumepitia mengi rafiki yangu. Mpaka leo tuko hapa. Tuna vikwazo vingi sana, lakini mwisho wa siku ni mume wangu. Lazima nimvumilie. Umesikia mama? Usielewe. Nitajua nini cha kufanya. Kuwa makini na maamuzi yako. Busara ni muhimu sana.
Baby. Mambo vipi? Poa, vipi? Mbona leo mapema? Ah? Kuna kitu unatafuta? Ya. Kuna kitu ngo nakitafuta ili niweza kutoka nacho. Sasa nimekicheki hapa naona. Oh. Ya, sikioni sawa. Nadhani tutakuwa mtafiki. Chip. Chip. Umetoa wapi kadi zote za simu hizi? Nikuulize wewe umetoa wapi kadi zote za simu hizo? No, hizi ni sio za kwangu na wala sizifahamu. Sasa ni line yote ya nini mimi? Hizo kadi nimezikuta kwenye begi lako. Wakati mimi nakupangia nguo. Unaniambia eti uzifahamu, ujui zote zimetoka wapi? Kwa zangu, sio? Nisikilize basi yana. Tusianze kugombana kwa vitu ambavyo mimi kabisa sivielewi. Huenda basi hivi kuna mtu mekaniekea. Kweli kabisa. Mimi sizifahamu kabisa hizi. Huyo nani ambaye anakuwekea wewe ambaye apendi mapenzi yetu sana anataka kutugombanisha? Ndio maana nakwambia sijui na wala sielewi. Mary. Sijui kuna Ana, nani Etiana. Nani huyu? Messi sijui. Mariam. Yote majina ya wapenzi wako sijui na wake wako waliokuwa wote nimewapigia simu, nimezungumza nao, nimeongea nao. Cha kushukuru Mungu ni hiki. Kwamba wote nilivyozungumza nao wanasema kwamba wewe ni bwana wao wa zamani. Kwa hilo sina pingamizi kwa sababu hizo usijali. Hivyo ni vitu ambavyo vinatokea. Nakupenda sana. Hasa hapa nikichapua kuna shida gani wakati ni vitu tunafanya rafu baadaye tutaweka sehemu nzuri. Okay. Ni t-shirt ziko ngapi? T-shirt ziko 27. 27. Na kila moja bei gani tunauza? 31. 31. Ina maana kama mtu akija na 30 hadi 29 sisi tunachukua hela, si ndio? Yeah, tunaweza tukachukua kwa sababu mwenyewe unajua bei yako. Okay, trouser. Trouser wewe unaona kufanya shingapi? Baby. Bado ndio kupiga mahesabu tu. Sweetheart, kuna mahesabu pana malezi. Si unajua tena mzigo mpya umeingia. Hata kama saizi ni usiku sana. Na unahitaji kupumzike. Bwana, oya. Wewe nenda kapumzike. Umeshasikia? Wewe tuache sisi ndio tunapiga haya mahesabu na mahesabu haya ndio yanayokufanya wewe unakula, yanayokupa wewe jeuri mjini, yanakufanya wewe unaenda kupata mademu na kila kitu. Umenielewa? Mimi naongea na mpenzi wangu. Siongee na wewe bwege wewe. Mimi bwege? Wewe bwege ndio. Mimi bwege mimi? Wewe bwege. Wewe mjinga tu wewe. Wewe unasemaje? Unaniambia nini mimi wewe? Wewe unaniambia nini? Mimi nakuomba naenda kalale. Niache nimalizie hii kazi. Huyu. Ila ipo siku nitafanya kitu watu mtashangaa huko ndani kwa ajili ya huyu. Tutafanya hii au tutaongelea kwa ajili ya huyu? Hapo weke na ile mifuko ya kubebea hizo nguo ndipo unamuuzia. Kaka, ile mifuko ile baki dukani si inatosha. Tunaja gani tena sasa hivi tupige mahesabu ya kuongeza budget? Haina shida. Ila mimi nitakuja nimpige chupa huko. Jamani. Kama tulisimama. Uweze kufanya kazi bila kuwa na vitu pembeni. Hapo unafanya mahesabu vizuri. Na juice kidogo. Nini? Sisi tunafanya biashara. Mimi nimefanya sana biashara Kongo, Burundi, Rwanda, Malawi, Komoro, kokote.
Na nilikuwa ukifika muda wa kupiga mahesabu lazima nipate vinywaji ili mahesabu yashuke vizuri. Na hii inanihusu. Hiyo nikuletea wewe ya kwako. Hujaweka sumu. Shem, hata kama mimi nina roho mbaya, siwezi kuwa na roho mbaya kiasi hichi. Unakuwa jeuri, kiburi, kumbe unaogopa kufa. Safi sana. Niachie bwana. Nikuachie nini? Tulia, mimi nakutunza. Nakutunza hapo na nijeulia tena. Nakutunza. Kiburi hivi. Ukimaliza hiyo kunywa na hii. Ukimaliza hiyo kunywa na hii. Siwezi kunywa. Namjua. Mimi na yule tuelewani. Upendo huo umeanza lini mpaka yaje nitimize. Niache nini? Labda umeziandikiwa. Na kuna miwani zile ambazo tunadai zile nani? Ana. Nimeshakutengenezea chai, bado kukutengea tu. Sasa mbona unaondoka? Asante. Utafanya hata kesho, nina haraka, kuna mtu ananisubiri dukani. Ana. Maongezi kama unataka kuongea na mtu lazima kwanza uwe na kitu chochote tumboni. Sawa. Asante, tutafanya kesho. Ana, sikiliza kwanza basi kwanza. Nisikilize mpenzi wangu. Usiwe na haraka kiasi hicho. Huwezi kuongea biashara kama tumboni hamna kitu. Lazima tumboni kwanza uwe kuna kitu. Hata hata mtu ukitaka kuongea naye kuhusu masuala ya biashara, unaelewa. Tutafanya kesho. Na tutakuja baadaye. Weka vizuri, tutakuja kumaliza mahesabu. Hana. Kuna zawadi nimekuletea. Okay. Weka pale nisubiri. Kuna mtu namwona anakuja sasa. Ana. Nimekuletea zawadi. Si uiangalie kwanza kama umelizika nayo ama la. Sasa nina haraka. Nimekwambia weka pale, niende, then nikirudi nitakuja kuiangalia. Kwani shida iko wapi? Ana. Subiri kwanza hapo. Kwa nini unikwepa sana? Umesema umeleta zawadi. Nimekwambia weka pale. Then nitakuja kuiona. Asante. Ndio. Endelea na kazi. Baby, mambo. Poa. Kwa nini sasa hujarudi tena dukani ili tuweze kuja wote nyumbani? Nilikuwa busy sana. Alafu nilipomaliza kikao, nilikuwa nimechoka sana. Nikaona tu bora nije nyumbani kupumzika. Nakuja. Ana. Ana. Nashindwa kukuelewa sasa hivi. Umekuwa ni mtu ambaye unanikwepa sana. Ukiingilia huku, nikikutafutia huku unachomekea huku. Nikisema niingilie huku kwa ajili ndio tukutane huku, umechomekea huku. Sielewi, sikuelewi Ana. Tatizo ni nini? Tatizo ulijue? Ulielewi? Wewe si umesema utaki kufuatiliwa? Kwamba wewe ni mtu mzima unaweza kujiendesha mwenyewe na kila kitu. Basi mimi nimekuacha, sitaki kukufuatilia. Mimi Ana nipo na nitaendelea kuwepo. Kwa mimi wewe fanya mambo yako, fanya kila kitu, mimi utanikuta hapa. Lakini Ana, adhabu unaonipa sio saizi yangu kiukweli. Unanionea. Najisi sasa kama nanyanyasika vile. Unanionea in short. Sina adhabu nayokupa. Adhabu unajipa mwenyewe na upumbavu wako. Hayo ni maneno ya kumwambia mwanaume wako kweli? Mtu ambaye unashare naye shuka, unashare naye usingizi, unamwambia kwamba ni upumbavu wako. Upumbavu. Na mambo mengi sana ya kufanya. Niache.
Unamwangalia nani? Na wewe pia unamwangalia nani? Alafu unajua mimi nakutamani wewe. Nakutamani. Jiheshimu. Pena nakuheshimu sana sana sana. Jiheshimu na uniheshimu. Unamtamani nani hapa wewe? Unajua kwamba wewe ndio chanzo kikubwa cha matatizo humu ndani. Mpaka mimi na dada yako hatuelewani. Cause you. Nikwambie kitu kimoja ambacho mimi kinanifurahisha sana sasa hivi. Dada yangu akili zake zimerudi, zimekaa kwenye level moja safi kabisa. Ulikuwa unafanya mambo ya kishirikina, sasa hivi ametoweka. Kapona yuko clear. Aha. Yeah. Okay. Yeah. Nishaanza kupata mashaka sasa juu ya jinsia yako. Kwa sababu Peter, kuna muda huo unaonekana kama mtoto wa kiume, lakini muda mwingi unakuwa kama mtoto wa kike kabisa yani. Unajua unaleta kejeli wewe. Alafu unaleta kejeli kwenye nyumba yetu. Unaleta kejeli ndani ya familia yangu. Ndio maana yake na kuheshimu. Uone aibu? Ujisikii haya? Eti nyumba yetu kwako hapa. Wewe saa hizi utakiwa uwe kwako, uwe na mwanamke wako, umetulia na familia yako. Umri huo Peter, unaenda kwenye miaka 42 au 40. Nina uhakika kwa asilimia nikikuangalia tu hivi. Unakaa kwa dada yako. Kweli? Mtoto wa kiume. Ahadi. Hivyo unanijua mimi vizuri. Waulize watu nilioenda nao vitani. Waulize watu niliotoka nao depo, wananijua mimi vizuri. Kumvunja mtu shingo, kumpasua uso wake ni kitu chepesi sana. Nitakuharibia. Nina uwezo wa kuja kufanya kitu kibaya ambacho sasa sio tu wewe, wala sio familia yako, jamii na dunia kwa ujumla itaniona mimi ni mbaya. Nitakufanya kitu kibaya. Peter, mimi huwa sitishiwi na watoto wa kike. Mimi mtoto wa kike mimi? Yes. Mimi mtoto wa kike unasemaje? Mimi mtoto wa kike. Wewe unasemaje? Mimi mtoto wa kike. Ndio. Mkoje humu ndani. Huyu ni mshenzi. Mshenzi. Hana adabu. Kaka yako ndio chanzo cha matatizo yote, mpumbavu. Yaani mnakuwa mnagombana kama jogoo la kiume na jogoo la kike. Mkoje, nimesema stop, acheni. Ila nitakupasua tu kuna siku. Uwezi wewe. Ni wezi au majambazi? Na wewe ukoje, ukui tu. Nisingekuwa na ungekuwa na mimi? Ungekuwa na mimi sasa ningekuwa mimi mtoto mdogo unakuwa na unanibaka basi. Hands up. Hands up. Endeleeni kukaa hivyo hivyo. Kwa sababu ushahidi ninao baba. Unapokumbatia, unakula mate hapa na nini vitu fulani hivi. Kwa hivyo endeleeni, mimi nina vitu adimu. Lakini Peter nini? Nina video, nina picha za kawaida. Nigee kwa tufute kwanza. Usifute baba. Si msia kwangu. Siku zote mimi sinazungumza naonekana mimi mjinga. Naonekana mimi mpuzi. Mama endeleeni. Umekaa vizuri, endeleeni. Ngoja. Peter, subiri kwanza. Subiri kwanza. Peter. Peter, sikiliza.
Baby. 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 Baby, I'm so sorry. Toka. Baby, I'm sorry. Toka. Baby, sikiliza, mimi sio kosa langu. Mimi najua ni Peter ndo ameleta unafiki kwako baby. Sio kosa langu. Yule alikuwa mpenzi wangu zamani ndio. Lakini tukatukuta tu Peter pale tunasalimiana, Peter akachukulia vingine. Lakini yule mimi hakuwa mwanamke wangu kabisa. Mwanaume malaya mkubwa wewe. Nacho kiongelea mimi hata sio iko cha Peter. Kwa hiyo kumbe na Peter huko kakukuta huko na wanawake wengine. Sio? Nacho kiongelea mimi. Kuna nini tena? Kuna nini tena jamani? Kuna nini tena? Kuna nini? Unaona hiki? Unaona hivi? Hapo ulikuwa wapi? Hapo ulikuwa wapi? Sasa mimi sienda kumtembelea rafiki yangu jamani. Ndio nilichokuwa nakitaka. Sasa sikiliza nikwambie. Wewe mwanaume ni malaya. Unachukua dawa hospitali na still bado unatuchanganya na kila siku una wanawake na hapo sasa hivi unajielezea kwamba umetoka kwa mwanamke. Kwa nini unakuwa malaya kiasi? Unataka kutuua wangapi? Na bado unatumia dawa ujionee huruma. Nisikilize. Mimi hapo nimeenda kumtembelea rafiki yangu. Sijaenda kufuata dawa. Niombe unielewe kabisa. Nisikize Ana. Nielewe kwanza ninavyokuambia. Sitaki kuongea na wewe. Toka. Ana, nisikilize kwanza mimi ninavyokuambia. Kaka Peter. Ana, sio unamuita Peter nini tena? Kaka Peter. Nisikilize kwanza. Mimi Ana, jaribu kunielewa. Kuwa muelewa. Nitolewe. Peter, jaribu kuniombea msamaha kwa dada yako kwanza. Ukuniita ungekuwa na amna mimi ungeniita wewe. Niambie, nini tatizo? Naomba nitolewe. Sitaki kutumia nguvu. Nasema sitaki kutumia vikosi vya ghasia. Vikosi vya ghasia sitaki kuvihusisha kabisa. Lakini mimi mwanangu. Toka. Toka. Toka, toka. Toka. Piga ngumi mfululizo na kuumia yule. Sio mimi. Toka. Toka, toka. Yes, I'm coming. Ili basho. Uliza mimi. Karibu. Vipi, mbona umekuja usiku sana? Karibu tena tukakae pale tuzungumze. Kuna tatizo gani? Ana amenifukuza. Ana amekufukuza. Amekufukuza? Umefanya nini mpaka amekufukuza usiku huu? Ametumwa picha. Mimi nipata kituo cha ARV. Kwa hiyo akajua mimi natumia dawa. Lakini sio kweli. Wewe, kila siku mimi nakwambiaga tumia akili. Kwa nini unakuwa utumia akili kwenye mambo yako? Hebu jaribu kufikiria, mimi na wewe tunaishi katika nyumba za wanawake. Wewe unanielewa, mimi naelewa. Haya. Usiku kama huu Ana amekufukuza. Umekimbilia kwangu. Mimi sina. Wewe una. Haya tuaishije? Wewe unatunzwa, mimi natunzwa. Tunafanyaje sasa?
Hebu sikiliza. Ngoja nizungumze na mwanamke. Tujue tunakusaidiaje. Kwa sababu unajua kabisa mimi hapa sio kwangu. Ngoja nizungumze na mwenye nyumba tujue tunakusaidiaje. Au twende tukazungumza naye wote. Mimi ndio nenda. Okay. Wewe nisubiri mimi dakika moja nakuja sasa. Sawa? Wewe tulia kusikilizia kali maana huna ujanja. Nani? Peter. Ingia. Ana. Una nini? Ha? Niambia Ana, una nini? Unajua nakupenda kakaangu. Najua sana mdogo wangu. Na napenda sana wazazi wangu. Sana. Na familia yangu wote nawapenda. Na ndio maana kila siku nafanya kazi kwa bidii ili wote tuweze kuishi maisha mazuri. Peter, najua unafahamu jinsi gani nampenda Ahadi. Najua. Nampenda sana Ahadi. Lakini mapenzi yangu kwake yamekuwa ni mateso. Kila siku mimi nimekuwa kuteseka kwa sababu ya mapenzi. Naona bora nife Peter. Bora nife, labda nitapumzika. Nisikilize. Unataka kufa kwa sababu ya mapenzi? Unataka kujiua kwa sababu ya mapenzi? Nani uliwahi kumsikia? Wote wanaojiua kwa sababu ya mapenzi ni wapuuzi tu. Mwisho wa siku, mwisho wa kufufuliwa, ile siku lile parapanda la mwisho litakapopiga, litawasumbua watu wengi sana. Na miongoni mwa watakaosumbuliwa utaulizwa wewe, ulijiua kwa sababu gani? Eti nimejiua kwa sababu ya mapenzi. Nimejiua kwa sababu labda nilifukuzwa na polisi, nikachukua bunduki nikajipiga kichwani nikafa. Hapo ndio unaonekana shujaa kwa maiti wenzio. Lakini hapo utaonekana shujaa. Alafu pia kingine, upuuzi mmoja ambao utakaofanya, unakaa unajiua kwa vidonge hivi. Chukua ile dawa ya kusafirishia vyoo ile, jiki, chukua jiki. Chukua ile, tafuta na vidonge vyovyote vya malaria kama aina 2 hivi, vipige, chukua na ile jiki, kunywa, utusumbua usumbuki. Sio kwa hivi natumia vidonge. Nachukia Ana. Staki, na nisikilize. Naongea kwa sababu unanikera. Kila siku tunazungumzia jambo moja. Mdogo wangu, badilika. Mfikiria hiki na hiki na hiki. Unatakiwa sasa hivi upige hatua kwenye biashara. Sio unapiga hatua kwenye mapenzi tu, kila siku mapenzi. Nani umemwona kafaulu kwenye mapenzi? Nani ameandikiwa cheti kwamba kafaulu, amepata degree ya mapenzi? Nani umemsikia amefaulu, amepata chochote kile ndani ya kuhusiana na mapenzi? Unakaa unakunywa eti unataka ninywe dawa. Unajua inauma kabisa. Unajua inauma. Sio kwenye kujiua kwa sababu ya mtu ambaye hakujali. Mtu anayekujali ndio mtu ambaye unataka kumthamini. Nampenda Ahadi. Ahadi akikwambia kitu unamsikiliza. Mimi kaka yako niliyetoka tumbo moja na wewe, unisikilize, niambie kati ya maelezo ninayokuambia mimi na alivyowahi kukufanyia Ahadi, kipi muhimu? Kitakachokuwa muhimu kifuate. Kama muhimu kujiua, jiue. Kama muhimu mimi, nisikilize. Sitaki kusikia upuuzi. Nipe dawa. Nipe dawa. Asante. Sasa mimi naona humu ndani mimi ndiye mtu pekee ambaye ninastahili kujiua. Kwa sababu mimi ndio ninawakera, mimi ndio ninafanya vitu ambavyo humu ndani hapaeleweki, ndio navuruga mahusiano yenu. Nipe glasi. Kitu ambacho kipo ni kwamba ni heri ninywe hii, nikisha kunywa hii. Nisikilize. Nikisha kunywa hii naenda kunywa na bia ili nife faster.
Hapana kakaangu. Sio ndio mimi nakupendacha hivyo. Basi fanye tena. Fanye. Ala, niache. Niache. Wewe ndio unanipa faraja. Si Ahadi ndio anayekusumbua wewe. Asante. Ahadi anakuumiza kichwa. Na kuheshimu, ila tunakoelekea heshima yako kwako itakuja kuvunjika, na itavunjika ni pale tu utakapokuwa unamkera ndugu yangu, unamnyanyasa, unamfanya mtu anakosa raha. Kwa nini unaleta wanaume wako kwa ndugu yangu? Unaleta unaleta unyevu kwa ndugu yangu mimi. Wewe Umemaliza? Sijamaliza, na kusubiri na wewe uzungumze nikupe maneno yako. Sasa sikiza nikwambie. Kwanza kabla hujanilaumu, unatakiwa ujilaumu wewe mwenyewe. Mimi? Wewe unaongea naye hapa. Kwa sababu bila ya wewe Ana asingekuwa vile. Alafu istosha unakuja hapo unaanza kutamba tu, unatamba, unaongea tifu kama vile uko kwenu. Hapa kwenu wewe unapajua kwa nani hapa? Sikiliza nikwambie. Wewe ni Mario kama mimi. Ila mimi ndio nina vingi vya kukutambia wewe. Cha kwanza niko na dada yako, cha pili nimetumia pesa yake, cha tatu nimetembelea gari lake, cha nne nimelala katika nyumba wewe kalipia kodi. Nini wewe utaniambia nini wewe? Unajisifu mtoto wa kiume, natoka na dada yako, nakula hela zake, napanda gari, nafanya nini? Lile jeneza tuna unyevunyevu wako huo, mpumbavu wewe. Unakaa unapiga kelele kwa ajili ya ndugu yangu, unamnyanyasa. Sababu gani unapeleka wewe unyanyase ndugu yangu? Unajifanya wewe baba Paloko. Baba Paloko wa wapi? Na huku tunakuelekea mimi nitakuingilia wewe. Na nitakutoa mapepo. Na nasema pepo, toka! Pepo wa kumkera ndugu yangu, mpumbavu. Bwana shangaza ndugu yangu, umeshakuwa pasta? Na nimeshakuwa mchungaji na ndo natoa pepo. Pepo toka! Ha. Najua kinachokuuma wewe ni mimi kutumia pesa za dada yako. Na kumwacha simwachi. Na sitamwacha. Yeah. Na kuja. Ana, unataka kufanya nini? Ni heri tufe wote kuliko nife peke yangu afu nikakuacha wewe ukalala nao wasichana wako. No, Ana, mimi sijaathirika, lakini kama unavyofikiria wewe mimi sijaathirika. Ana, mimi niko mzima kiafya. Na kama uamini twende hospitali tukapime wote kabisa kuone kama iko nimeathirika. Tutoke hapa. Mguu wako mguu wangu twende tukapime hospitali hapa. Sina muda wa kupoteza. Na wala siwezi kusikiliza huo uongo wako wa kila siku. Ana, mimi sio mnyama kiasi hicho. Na hata kama mimi ni mnyama na unyama ndani yangu, siwezi nikafanyia watu unyama kiasi hiko. Sipo kama unavyodhani Ana. Hata kama ndiyo mimi mbaya, lakini najali afya za watu wengine kama ninavyojali afya yangu Ana. Mimi sijaathirika. Hospitali sijaenda kwa sababu kisa nimeathirika. No, nimeenda pale hospitali kwa sababu kuna madokta ambao mimi ni marafiki zangu nimesoma nao. Kama waamini twende ukawaone. Na vile vile nakwambia hichi kitu kwamba kutoka moyoni na tutapima hapo hapo. Ni heri nikafa kuliko kujua kwamba nimeathirika. Ana, kisu hicho. Nimesema tulia. Siwezi kukuacha ufanye upumbavu huo unaofanya. Isitoshe pia tuko kwa watu hapana. Behave basi kwanza. Mbona kama mpumbavu wewe? Tulia. Wewe tulia. Sema tulia. Tuko kwa watu hapa. Sio vizuri. Twende huko kwetu. Twende bwana, nitakuchapa makofi, twende huko. Huwaga ni taratibu zetu za kikazi kwamba mshapima lazima mje hapa, kuna vitu fulani tukae tuongee, kwa sababu labda unawezekana sio na maana kwamba mkaninukuu vibaya kwamba kama ukionekana kwamba kwa maambukizi ya virusi vya ukimwi kuna vitu fulani tunawaambiaga wagonjwa kwa ajili ya kwenda kujikinga zaidi, na kama huna
kuna maelekezo zaidi tunakupa ili usije ukienda usipate tena maambukizi. Lakini sasa hapa jinsi nilivyokuja mko wawili. Kwa hiyo nitaanza na dada hapa kuhusu majibu yako ambayo hongera sana, umekuta uko negative. Kwa hiyo hongera sana. Asante sana. Dada, tuondoke. Bado. Kaa. Lakini lazima kuna maelezo mengine zaidi upewe kwa sababu inahitajika baada ya miezi 3 urudi tena hapa. Kwa sababu kupima sio tena ndo basi. Umeshapima umeonekana hauna. Lakini baada ya miezi 3 itabidi urudi tena hapa. La kwanza, la pili na mwenzio naye utakusikiza majibu yake. Dokta, huyu si utampa majibu yake, ndio maana nilinyanyuka nikaondoka kwa sababu majibu yake mimi hayanihusu. Sawa, maana kuja wawili ni nini? Sina maana wote mpate majibu wote watu wawili. Ina maana kama ukujua mwenzio maana yake nini? Kuja hapa kuja kupima sio kwamba sisi vipimo vinaachanisha uhusiano wenu. Tuko pamoja siji? Tumeelewana? Sawa. Sasa asante sana blaza, naongera sana na wewe umekuta majibu yako uko negative. Hongera sana. Ila tunawashauri baada ya miezi 3 mrudi tena. Mliofanya sasa hivi kuja tena hivi ni vizuri zaidi mkija wawili. Tunashauri mje tena wote wawili. Kwa maana gani? Kipimo cha kwanza kimeonyesha kwamba nyinyi hamna. Kipimo cha pili kinaweza kaa ndivyo sivyo dada. Asante dokta, asante kwa majibu. Asanteni sana. Kuweni makini. Unasemaje? Ni kweli mimi naye tunaachana? Namshukuru Mungu. Ahadi amenisaidia, ameniepusha na hivyo vitu nilivyokuwa nafikiria ninao. Na ninadhani ni muda wa mimi na wewe kila mtu akaenda na njia yake. Ana ujui. Laiti kana kwamba ungeelewa na kujua, basi wala usingeatamka maneno hayo. Ana, nimeumia sana. Utamkia pale mimi naye tunaachana. Na kitu kingine, ujui kwamba binadamu ana uwezo wa kubadilika kiasi gani kwa muda ambao huwezi kutegemea. Naelewa na uchungu na najua kitu gani ambacho mimi ninachomaanisha kutoka moyoni mwangu. Hujajua katika maisha yangu umenisaidia kiasi gani. Hujui wewe ni mtu muhimu kiasi gani kwangu. Lakini umenitamkia kwa kinywa chako kwamba unihitaji tena. Naumia, lakini sina jinsi. Huo ni ukweli. Wewe ni mtu muhimu sana kwangu. Umesaidia sana maisha yangu. Asante sana. Ana, mimi nashukuru. Nashukuru. Nakupenda sana Ahadi. Na unajua jinsi gani mimi nakupenda. Lakini please, naomba ubadilike. Kwa nini kila siku mimi niwe na mtu wa kulia? Kila siku mimi niwe ni mtu wa kuteseka? Please, change for the better. Nakuomba. Usinifanye nilie tena. Usinifanye kila siku mimi niwe wa kulia mpenzi wako. Siwezi kukuacha Ahadi. Na unajua nakupenda sana mpenzi.